Kumbe ulikuwa unaninyima vitu vitamu kiasi hiki. Tangu nizaliwe sijaifurahia tena. Unamaanisha nini? Kwa mara ya kwanza nimekutana na mwanaume aliyestahili. Ina maana mmeo hajafanyiwa tohara? Ndiyo, hajafanyiwa tohara. Na ile hali huwa inapoteza kweli ladha ya tendo la ndoa. Lakini anaweza kufanyiwa hata sasa. Bado hamjachelewa. Haijalishi ana umri gani. Tohara hufanyika kwa mtu alika lolote. Hata kitaka kusikia hilo jambo. Na hiyo ndo sababu iliyopelekea jana kunipiga sana. Sababu nimemshawishi kuhusu tohara. Pole sana. Unafanyaje sasa? Sitasubutu kuongea naye chochote kuanzia sasa. Nitaendelea kubaki na wewe. Na mwacha endelee kubaki hivyo. Lakini sitaki uendelee tena wewe. Na hii nimefanya kama bahati mbaya. Isitoshe, mimi na mpenzi wangu. Mimi sijali kuhusu mpenzi wako. Endelea kufanya mapenzi ya siri. Mume wangu hatajua chochote, pia huyo mpenzi wako hatajua. Ni ngumu. Sitaweza kuamudu wote. Ni lazima uweze. Sababu tayari ushaniondesha ladha ya tendo. Basi ondoka kwa sasa. Sio kakupa. Hapana, siwezi kuondoka mpaka turudie raundi ya mwisho. Lakini unazingua wewe. Wewe ina maana ulala ndani kwa Jaki? Ndio. Wewe na Jaki kumbe mna mahusiano? Nani kakwambia mimi na Jaki tuna mahusiano? Na una ushahidi gani? Wewe, mbona umevuka mipaka kiasi hicho? Wewe ni mke wa mtu. Kila mtu anajua huko ndani umeolewa. Lakini wewe unafanya vitu vya ajabu tena nyumba moja. Huo nini hatari? Kwa hiyo ulitaka vitu vizuri vyote ule peke yako. Leo ndo nimejua kwa nini miguu yako haikauki huko chumbani kwa Jaki. Unasemaje wewe? Wini, unazungumzia nini? Aliyekwambia mimi na mahusiano na Jaki nani? Kama una mahusiano naye, kipi kinakushangaza mimi kutoka chumbani kwako? Kwanza wewe na Jaki kumbe wote ni washenzi tu. Usiniambie mimi mshenzi, nitakuvuruga sasa hivi. Aya wewe mwanamke kimbambao, gusa nikuoneshe. Kama wewe mwanamke kweli unajiamini yeye. Unataka kusema Ndio upumbavu umekuja kufanya nje hapa eti? Yaani mimi nakutafuta umeniambia unaenda chooni unakuja kupigana saizi asubuhi yote hii eti? Sinaongea na wewe. Kinachofanya mgombani ni kitu gani? Muulize mke wako. Wewe unashinda kumwambia pumbavu nini? Simwambie mwenyewe. Kwa hiyo nani ananiambia? Mwambie mwenyewe na wewe mwambie mwenyewe. Kwa hiyo nani ananiambia kati yenu wote hao? Yaani asubuhi yote hii alfajiri kama hivi. Mnatoka mnakuja kupigana hapo. Wewe umeniaga unaenda chooni wewe? Tumeaga unaenda chooni? Nakuwasha vibao. Haya, mnataka kuniambia mlikuwa mnagombania kitu gani hapa? Hivi nyinyi mna akili timamu kweli? Mnakaa mnagombana na giza lote ili mnakuwa kama miskule iliyotelekezwa. Watu tunaacha kupumzika humu ndani mnakaa mnapigana kishamba kama hivi. Wewe ndani.
Unashangaa nini hapa? Kwenda ndani. Shenzi. Unaweza kaniambia ulala wapi jana usiku? Nilala nyumbani. Umeolewa? Unaondoka hapa bila ruhusa ya mmeo unakwenda nyumbani? Nyani, nilipigwa sana na baridi hapo nje, nikashindwa kuvumilia kuendelea kulala nje. Lala nyumbani saa 11 hii na bado unarudi unaanza kupigishana kelele na watu. Adabu ya wapi? Suzi mwenyewe ndo mkorofi, kanikuta nimelala hapo nje akaanza kunicheka. Mimi ndo nikapata hasira tukaanza kupigana. Unaweza kunieleza kwamba kuna kitu gani kinachoendelea huko nje? Ni mambo ya kike tu, tutamalizana wenyewe. Mbona unaonekana una hasira kuliko mwezi? Kwa sababu ameniuzi sana yani. Wewe. Nikiwa kama mmeo, nahitaji kujua amekufanyia kitu gani? Mimi nilikuwa namwelekeza kuhusu zamu ya choo. Namwambia bwana zamu yako sasa ya usafi. Ananiletea maneno ya shombo. Mimi ndo tukaanza kugombana. Mbona hicho ni kitu kidogo tu? Afu mbona mmefika mbali sana? Eti. Nisikize kwa umakini. Kizingatia nyinyi ni majirani. Naomba utoke mkaelewane na mwenzio. Ugomvi sio mzuri. Piga makelele tu hapa. Kwanza niandalie maji mimi niende kazini sasa hivi. Watu wengine sijui wakoje. Hiyo ndio hicho tu. Siku zote mnaishi hapa. Kwa nini hamjawahi gombana? Iwe leo tu. Hata hivyo tutaweka sawa hivyo. Na myaweke sawa kweli. Alafu sihitaji kuona hili swala linajirudia tena. Si unanielewa? Okay. Vipi huko ulikotoka? Mama anasemaje? Kwani mwambie kwani nimekupiga? Mimi sijamwambia ulinipiga. Nimwambia tu umesafiri kwa nikaogopa kulala peke yangu. Leo ndo mke wangu. Ndo maana nakupendeaga. Leo umejua kunitunzia siri. Pia nimekusamea kwa yale ya jana. Ila nisingependa ajirudie tena. Mimi sipendi kupiga mke wangu. Ni mzuri sana, ni mkono wangu unalaumu sana ni kufanya kitendo kama hicho na kupiga. Mpaka saa hizi natamani hata ni uadhibu. Ndio hivyo sana. Mke wangu, usipende kunikera. Usipende kunikwaza. No, mimi nakuelewa. Nami naomba nisamehe kwa kukupiga jana. Kwani nilikuumiza jana? Hata kuniumiza. Shukrani. Naomba nisamehe. Sawa. Nakupenda pia. Muza hasira kipenzi. Hakuna chochote kile kibaya. Hapana Jackie. Yaani mtu milane usiku mzima. Alafu sasa hizi unaniambia hakuna chochote kinachoendelea. Hii sio sawa na sijapenda Jackie. Yeye amekudanganya tu. Na wala hakulala huko ndani kwangu. Alikuja asubuhi kunigongea wakati ana shida. Sio kama alilala huko. Yaani nimejisikia vibaya sana leo. Yaani nimejisikia vibaya sana. Usijisikie vibaya. Yule ni mpuuzi tu. Ila mama ameshaenda kazini lakini. Ndio hayupo. Sasa
sio unapenda kuja huko ndani mara kwa mara. Maana hapa nyumbani mambo yameshakuwa mengi. Tutakuja kufumwa. Yaani mimi Jackie siwezi. Siwezi kukaa muda mrefu bila kukuona. Utanisamehe kwenye hiyo. Hayo hayakuwa makubaliano yetu. Nakumbuka mimi na mpenzi wangu. Hivyo utakuja kuniharibia. Lakini si kila mtu ana nafasi yake. Kama unalijua hilo, naomba leo nafasi kwa ajili yake. Maana muda si mrefu anafika. Sawa. Lakini Jackie, nakumisi mwenzio. Sio kwa leo. Naomba niache nipumzike. Jamani Jackie. Nenda. Nitakuita muda mwingine. Yaani wanataka tu. Nataka tu. Sasa umbea ndo vitu napenda jamani. Wewe unakimbia nini wakati nimeshakuona? Tena nakufanya kabla sije kuharibu hiyo sura yako. Udugu na wewe, kwani ugomvi? Jamani, naongea kwa sauti. Niongee taratibu na nipanga. Kwani mimi ndio nilio kutuma uje ukope kijola? Nilichofuata hapa ni pesa yangu. Sasa naongea kwa sauti, unataka nani akusikie? Nitatangazia majirani wote mpaka wasikie. Wewe unajifanya chizi. Mimi ndio chizi mwenyewe, yani pale Milembe ndio kwetu. Jamani udugu, ni still basi mwenzio. Mume wangu yuko ndani. Akisikia zikelele itakopo ni shida. Na kuomba tu kipenzi changu. Naomba univumilie kwa muda huu. Sasa hivi sina hela kabisa. Jioni nitakupitishia na kuomba. Kumbe mmeo yupo. Mimi huyo mume wako ndo ailaiki. Au nataka nipige makelele mpaka majirani wasikie. Jamani majirani namdai huyu, namdai jamani majirani. Udugu, yani unafanya kama unijui. Bora kuna makelele. Shida ni mke wako namdai pesa yangu. Alichukua kijola, hataki kunilipa pesa yangu. My husband. Usimsikilize huyu. Huyu ni chizi huko alikotoka, hata usimsikilize. Wewe dada una haya Kwa mimi ni chizi, nimezunguka kote huko mpaka nimeingia huko ndani kuja kudai pesa yangu. Baba, nilichofuata hapa ni pesa yangu. Yaani sitaki mazungumzo, nimefuata pesa yangu. Wewe dada unaongea sana. Kwani ukiongea taratibu hatuwezi kuelewana? Mpaka upige makelele majirani wote wasikie huko. Hapa mazungumzo ni pesa tu. Kwanza usinipangie jinsi ya kuongea. Unamdai shilingi ngapi? Afadhali hata umeuliza. Namdai shilingi 10,000 tu. Hello. Pesa yako hii hapa. Naomba mara yako ya kwanza na ya mwisho kanyaga hapa. Nisikuone tena maeneo haya. Sio, umenielewa? Wapi husband? Wapi husband? Hey. Aha. Husna shoga yangu. Hapa kwako mimi nitakanyaga. Nitakuja muda ninaotaka kwa sababu ni shoga yangu, na mzigo mpya utakapoingia shoga yangu mimi nawe tena nitakuletea mimi nawe ni bam bam. Hey. Mbona madeni? Wewe na ikijuso kaa utulie humo ndani vipi? Umbea tu. Unaona kinachotokea? Sisha kuzuia kopa kwa watu bila sababu za msingi. Husband Matilda, I'm sorry. Sirudi tena, nakuahidi kwanza. Sirudi tena. Yeye haijaishia hapo. Hebu tuende ndani.
Vipi mamkali? Niambie. Watu ba mtu, mbona ushiki simu zangu? Nilikuwa nipo huko nje nafuafua. Alafu simu ilikuwa ndani, hivyo sikuweza hata kuisikia. Oya, nisikie ba mtu. Yaani kama una mwanamke mwingine, nitamvunja miguu. Nadhani unanielewa kichwa changu, yaani Milembe pale ndo kwetu. Nadhani unanijua. Nitamvunja miguu haswa. Sasa, unazana nani wa kuzidi nafasi yako? Hebu acha kujipa wasiwasi basi. Mimi wako tu. Wasiwasi ndo akili. Lazima nichonge mzigo wangu. Licha yana mizunguko, ukipanda machozi unavuna machozi, mapenzi yakigeuka duara. Kila mtu anajeruhiwa kimya kimya. Kijana mmoja, moyo wake ni njia, anapita pita, haoni madhara ya njia. Tabasamu zake ni mitego ya usiku, wanawake wanaingia, wakasahau ahadi za ndoa zilizoandikwa rohoni. Simu zinaita kwa sauti ya woga, usipige sasa, yuko karibu mume wangu.